Tiare kuziamini. Tiare waraha. Jerry uimbe, Jerry sipopiga makofi peke yake. Tiare kuziamini. Tiare wadada. Tiare kuziamini. Badilisha kafongole. Tiare kuziamini. Familia, on your right. Kanisa, on your left. Nena kudoka gohe, ikirai, anena okomena, moridara kukeguru, abarisa, obogono, baromeba, yabo abari menayo. Oho yazi, wamigoro, nezigero, sibopama. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeomba kusoma neno tangulizi, mhubiri yuko nyuma. Kitabu cha Yohana mlango wa 14. Biblia inasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Kristo abariki neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili ni neno ambalo linatutia tu moyo. Chiganda kumana kobe korogendo, ninginga kobe korogendo. Abami tutakutana na mambo mengi mazuri na mabaya yatakayofanya hata moyo wetu utetemeke, lakini nani limetutia moyo? Limesema ya kwamba tusifadhaike. Kama tunaamini Mungu, yes, tuamini Yesu, maana Yesu ameenda kutuandalia makao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi dunia uko katika maisha ya tabu, haijalishi unapitia changamoto, lakini kuna makao mazuri ya furaha mbinguni kwa Baba. Nataka tuombe. Yes. Bwana Yesu, haleluya, sema nami, nami nitasema na wewe kweli. Bwana Yesu, sema nami, kweli nami nitasema na wewe kweli. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu nenda na imba, imba moyo wangu, moyo wangu. moyo abenyimana embere kukyalizana bose mirembe gya foloji mirembe bose mirembe girishoma kandi nze ndagatangikobora modi omuyaye wange John n'abaana baabo n'abaana bebe ngalaha likudeiri yakugusaliza kagimbola sikobora kindu gali nawadinyo kolabora wanamula kunyegekibye Florence n'omukano mulahi walinda hango hitu bulahi kwamuyanza abantu bose n'okundulu kali abatende bayanza Florence kali Uganda bayanza Florence Florence yali omukeru mukano mulahi bamenya n'omwana wange bulahi netali ekyambo laza abaana abo bahambane hada balinde baba waabwe abakana n'abayaye muhambane hada mulinde baba wenyu na yu John mundata goendeza kumwoya kobole yagana gala yagana enza yijindi kwa madhabahu huko program Chengereza kuli umundu mwishaeli wamala kutoba la Kristo Yesu
noto wa Yesu Kristo wende beyibaza huyo kebe kuni kitu jana kikutameta bizi kwa cash pole abana aba bakabikora makoni getu na bibuli bawe ebibuli batulaho ezotikalaho mutende wabo okulotana nobereri kana Florence atakona bwere anyangana nale chimukizi mwere ndola kumundo kwidire kuyoda ndola kumundo nagende kune ndola mukaya abe mukizi kunoda wose wahama nobereri wambule nyasa mugasize nabasangi bose murembe kandi nze numutenda Florence kwatana na Florence urwako kwalembanira kuna Florence shigiro urwako dala nebangirya kubona umutende n'omundu obukonyi si ati omwampakana naye dala kungotizi bukonyi bwa obukonyi bwosi bwa mabumina mba mwange enze ku Florence ndakokonyeka etari omukonyi munene gusare kuna sako konsi babendio na Florence wazi adokene mirembe lebi mido embe mutenda Florence n'abashomi bose mukenda mwita Yesu mirembe mose mirembe jamaliga kuniko beno beri kogotiza muramuzo no murakulinda aburayi kuko beno beri nitetse gotebaza mukubiki mugisa koko bomugoye mukelize mwita Yesu mirembe mose mirembe kandi niko beno nitya kubona dala no bereliza mwani topona chako tebaza nilisara na bosi bazikoko na maligaga muramwa mcheriza mwita Yesu murembe bosi murembe sana zimbe ni chamborada bolaza basenge ba pole kogotiza mama ni bururu ambola mya yetu pole mwibeke kuna saye na nasaya rabarinda maliga ibugana nabazi uko bomugoye mirembe mwose mirembe kandi niliberera kogotizi nitari chako tebaza nilisara ebi nagoha machaya madhabahu viongozi wote pamoja na waombolezaji wote tusalimiane katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nasema tu pole kwa ndugu yangu pamoja na shangazi zangu na familia yote. Mungu awalinde, watie nguvu, aite kitu simsembe na wale kisambai tubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwashukuru leo kwa yule ameacha kazi yake na shughuli kukuja hapa kwa ajili ya kusindikiza mwanangu wetu Florence. Tunasema tu asante. Huyu Florence akiolewa kwetu, mimi nilikuwa mtoto, tumeishi naye kwa amani na Mungu amempenda, amemuita. Ndugu yangu pole, Mungu akutie nguvu. Watoto wa ndugu yangu poleni. Kupoteza mama ni kitu kichungu, ni kama umepoteza sehemu nyingine kwa mwili wako, lakini Mungu ni mfariji mwema. Na zaidi ya yote tuokoke, tumjue Kristo na tujiandae, maana Yesu yuaja. Mbarikiwe. Mimi nilibugana kucheza ni mwita la Yesu murembe bose murembe kandi kumeta bananga Abisolo Mukedenge omwabo John mwana w'emiroya anorekere byaro tunakaboreza mitu modi na narogende bangeri yamara kobora mbe babiri mundara koreka na yibutigare kubera go tujipe tu moyo muri kuza mwami abagazi bose kale mariga gakonza kigenda ndagukira kidogo baba lebo bituko bakonza abapiyeji nabazi kokona amariga gukonza wange macyenza mutyeso murembe mose murembe kandi nde Florence ndaenda mana bole konza wa ndaza hapwa neza no mereza konzera nabakonza bala babuzi ndaenda abayanze bayimana bole ku nasabe ke konza wa arahe hala murambera yakogengile kuitira timu daki ayanga kidondo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Mimi niko hapa kubadilisha na siku zake, na Florence has done a very commendable job to bring the family to a new level of excellence in academics, in hospitality and home holiness. Tulikuwa na shiriki na yeye kwa maombi kila wakati, tukizungumza na yeye na tunakuwa na umoja sana. Tangu Florence aje hapa tumekuwa na urafiki, hakuna siku hata siku moja tumegombana. So leo
celebrate Florence. Msiwe na wasiwasi ya kwamba kwa sababu ameenda hakuna mtu wa kulinda mji. Hapana, yule mlinzi mwema ni Yesu Kristo ambaye atalinda vijana na ndugu yangu na kuendeleza familia ya Kahi, the family for the future. Mimi nashukuru na kusema ni asante ku celebrate Florence. She has laid a great foundation and this family is one of the greatest family. You will see it and it is coming. Thank you for Florence doing a commendable job during her life. Mungu awabariki wote na nashukuru wote ndugu zangu na dada zangu na wale mmekuja kutuomboleza. Mungu awabariki. Amen. Ukonywa dawa. Kile manyibu zida naze Kisumu ndio ilikuwa vile iko hivyo. Lakini Florence tunasaidiana kwa vitu mingi. Kwa hiyo pale maana yake kiguti. Aleka mdogo harana kitu ali maana mpaka saa 11. Kutage zinguza, kutage miogo, kutage mabuoni, alikuwa mtu wa kazi. Kwa kendo dawa tumepoteza. Lakini nasali barahi wa pastors hapo sikuwa mgoe mtuombe. Sali ile na Polygas. Simbe na mingi dawa kumita ni Margaret Kavere Lundu. Amen. Mimi kwa majina ni Rosemary Kanyani. Nikwambia tu mlamwa pole na watoto. Mungu awabariki. tunahitaji tu maombi kwa familia ya John. Tunasema tu pole. Kwa majina naitwa Joyce Mwanyaji. Boss, aho muziko gokona maliga gumkana mirembe boss mirembe jumwami nakabole ndi nyari wange John
n'abandi n'abisukulu bange bose bakana n'abayaye poleni injo gafana kuba kulicho kuna gukora dani kana kame nanaye burayi kana Florence ni mkana waza mumugize gwetu nibirenge bibiri siyaza nakarengekera nahenze iyi dani. Bwana Yesu asifiwe. Florence kame nanaye burayi kutene yaza mumugize gwetu yego yakolemba kudani kandi yakomonda kudani bamenye na Florence burayi sana mbaminduli hano ndeke Florence maroba ninja rugari Florence amenyimize burayi yanyingiriza ninzi hano hano kuri mwana wange ndakogotiza mukana ndakogotiza omulinzala wange nambowani kuwaniriza wange bose nabuza kyande abanisaba nebalisaha linene musande wange litu kumeta bananga zina mwonja kana shikoi namaliza kumukana wange Mugusane ku abandi bakugokije umwana ndene umukana ndembehirani baranga imyoyo ndora igamoyi mukiriko sala kumbere ndari ndendekera niyako jogo bosi yasaya mwenye babaye bamuranga rembe ndubikarima abareke miyenze giye nyumuziko berekera umukana wange Florence mukeza mwita Yesu mirembe bose mirembe ja Florence mirembe jumugosi mirembe jumuruti ai mirembe jubusangara sandize kuri dikono yana saa no benzi kusengera muri bugana lyawo Florence kigiri turaho liriya kwa bulembu turaho liriya natulyo kwaberera bali niko bena maliga gandi makwaberera na Florence ni mwana wange umurahi mama wali aturaho ani mama wundi waronda kuna aturaho mayinze ndatigara kandi mama wawe makobe nundi da honjo da abego mine kuna buza ni mama ebe kandi kwakoberera nambola bana ba Florence mu abanyingi Florence abena bamwe abanyingi na babena bana kandi kadi nali nambola bana ba mwabo mama Florence nabange nabandi mbe kuyima mukiganda munakusengera mamwebe kukigera abana ba Florence bamane abena biko baba mama batigaraho ayo ini abana bange rusigiyo musengirade amen keyboards uide wimbo wote Genagara nauduki murahi Belin Genagara nauduki murahi Genagara nauduki murahi Belin Genagara nauduki murahi Oh wali yatubu na shangwe na kila kitu, dance everything. Tumehuzunika, najua nyinyi pia mmehuzunika. Tunamkumbuka kwa karibu kwa sababu kila wakati tukija pamoja, ukipata mahali mko watu wengi, lazima kutakuwa na tension, na saa zingine kuna kicheko mingi, na Florence naye alikuwa expert. Angejua wakati wa kuleta kicheko na atajua wakati wa kuwa serious. Karibu sana pastor baby. We are missing her a lot. She could light up her room just by entering the house, and everybody would laugh because she would do something that would make you laugh. So she knew how to keep the temperature katika jamii. And even when you visited her, you felt like you were really at home. We thank God for giving her to us, and we thank God for the years we had and all that we have shared. For me, from the time we were children, yes, we fought a lot, but she never fought to lose a fight. She fought to win, and in the winning, that is when her personality today started. She's a leader. She's a fighter. She doesn't give up. She knows what to do, when to do it.
And so we'll miss her a lot, and we thank you all for being with us. May God rest us all in peace. Amen. Go on. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Pamela Ebui. Mimi ni dadake Florence na mfuata wa nne. Mengi yamesemwa na hivyo ndivyo alivyo, na kile tunaomba ni maombi. Kwa hakika we have lost a hero, we have lost our queen, we need prayers. Bendera ya Florence, mjambo wote? Kama sijaongea, tuko na cousins wetu ambao waligrow na Florence pamoja, wakuje tu wasalimie, wako hapa tunawaona. Tuligrow up pamoja, tukicheka pamoja. Bendera ya Florence, mjambo wote? Kama sijaongea, tuko na cousins wetu ambao waligrow na Florence pamoja, wakuje tu wasalimie, wako hapa tunawaona. Tuligrow up pamoja, tukicheka pamoja. She was my sister, namfuata mara tatu na nilimpenda. Nikitoka college pale theological, nilikuwa nakuja, tunacheka, tunaongea. We could talk until to the wee hours of the morning. Tungeweza kuongea about nothing. Na mimi nakumbuka tarehe moja, my brother-in-law called me from America. Akaniambia, nenda ukaone Florence, wanasema ni mgonjwa. And I'm calling there and nobody is responding. Na nikaichukulia hivi kwa sababu Florence hapendi kwenda hospitali. Nilijua tu hata Florence nothing can go wrong. Lakini on another note, ambaye wanaishi naye pia akaniandikia message, akaniambia we are at Kisumu Avenue, tumempeleka Florence. Then I was shocked. Nikasema Florence mkubali kwenda hospitali? Nikakubaliana. Nikaamka asubuhi very early in the morning and I came to Kisumu. Nikapata Florence hakuweza kuongea, ulimi ulikuwa umekataa, lakini she was smiling. Nikaongea naye, singeweza kupata habari kutoka kwa mdomo wake. I looked for the doctor, nikamuuliza what is wrong with my sister. Daktari akaniambia Florence ako na problem, she's anemic, and then pia figo zake si mzuri sana, na pia she has a heart problem. Nikaambia daktari, so what are we doing? Akaniambia it shall be well, wacha tu tupate hiyo blood transfusion, then from there we can see next. Sasa tukavumilia hivyo, tukakaa na Florence. Alikuwa hospitali, tukakuwa na yeye muda si punde, wakampeleka kwa ICU. Akakaa kwa ICU like one day. She was done a blood transfusion. The following day tulipokuja sasa tumuone, kwa sababu kuingia soka huko kuna nafasi kuja huko, kuingia pale kwa ICU ilikuwa vigumu. Ni lazima mtatoka muende mkae mahali ndio mrudi sasa kumuona ile masaa yenye natakikana. Ilifika saa hiyo tukakuja kumuona. After the blood transfusion, Florence alikuwa na smile mpaka anacheka, mpaka akasema hey Alice, umekuja? Nikasema dadangu amepona. So we were so happy that day. We celebrated, tukafurahi, tukacheza, waliokuwa hapo ndani pamoja na mimi na watoto wake wawili. Tukacheka, tukifurahi, tukasema Florence ya kusimogoka, ameamuka, ametoka kwa ile hali mbaya. And we celebrated, tulifurahi, tukaenda tukakula kuku. Tukasema Florence ameamuka, alikuwa amekufa lakini amerudi. Tukafurahi, akaongea akasema Mungu, watoto wangu wako wapi? Wapi Teddy? Teddy alikuwa hapa nje. Akasema wapi Jerry? Nitie Jerry, nitie Scooper. Akaongea na watoto wake vizuri, akawaambia ile alikuwa anataka kuambia. Mimi akaniambia
ile yenye alikuwa anataka kuniambia. Akasema, Alice, niambie Chantel asome kwa bidii. Nikamwambia utamwambia mwenyewe, si wewe umepona? Akaniambia. Nikamuuliza, Florence, ulikuwa umeenda wapi? Nilishtuka tu, hata sijui nilikuwa naenda wapi. But I'm back. Mimi niko hapa, tuko na nyinyi, tukafurahi pamoja. But kurudi tena the following day, tukapata Florence hali yake tena sio nzuri. Alikuwa ameanza kuhema na kupumua vibaya. Tukashindwa tena nini mbaya, what is the problem? Tukauliza daktari, watoto wake wakakaza kabisa mwendo, wakasema tutafute daktari, lazima tumuulize shida iko wapi. Daktari akatuambia ya kwamba inafaa afanyiwe vitu fulani ndiposa tujue. So from there Florence hakuwahi kubadilika, akawa tu hiyo hali, tutaongea kuisoka dai slowly, tukaona tu akienda, na mpaka siku ile alitoweka akatuacha. Ni huzuni hakika, tumempoteza. Alikuwa dada yetu mzuri, tumempoteza, lakini Mungu atatufunga mkanda. Mtuombee. Twende waliotubu, twende wenye dhambi bye wenye dhambi bye wenye dhambi bye wenye dhambi bye
Kwa hivyo hapa tuko mandugu, tuko cousins, tuko na mabibi sasa wanaita mother in law. So I think order of priority tuanze na wasichana wenye tumeleta kwa ngoma. Tuko na cousins, tuko na madada. Ndio tukawasalimia katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Friends alikuwa na furaha. Na wenye wamekuja siku ya leo kumuomboleza, wacha tuwe na furaha kwa sababu alikuwa na furaha kanisani, nyumbani na kila mahali ambapo alikuwa kazini. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwanza tutamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii uzima ambao ametupa hapa. Kwa hii siku ambayo hatungejua hata sisi wengine wetu tutafika siku ya leo kama tukao tunapumua. Na lakini kwa ajili ya Mama Florence kwa uzuri ambaye alinitendea. Mimi kwa majina ya kwanza ni Miss Adelaide Higanza. Tunahudumu Nakuru Ngata Assembly. Na mimi mtoto wa Jackson Rondo na Margaret Kabere. Na Mama Florence alinitendea mema sana. Kitu ya kwanza wakati nilitoka kwa hii boma, Mama Florence alinichukua kama mtoto wake. Akaniambia, msichana wangu, nini unataka? Nikamwambia nataka kutoka hapo na harusi. Sitaki nitoke vichaka ama niingie kona nyingine. Nataka kutoka hapa na harusi. Mama alinichukua, mama alichukua pamoja na msichana wake ambaye kwa Helena, wakaenda mavazi yetu kuanzia chini mpaka juu. Mama ndiye alinivalisha magari zilikuwa hapa, mama aliorganize magari mpaka ikakuja mahali ambapo nilikuwa ninaenda. Huko Kaimosi. Kwa hiyo nampa ua, mama mahali ambapo amelala. Wacha Mungu amweke mahali pema alipomwandalia mama. Kwa hivyo wasichana wetu, vijana wetu ni pole sana. Ambapo Chakinanson, wacha Mungu awape nguvu. Mungu awatie nguvu. Ambapo mtakaa na Yesu Kristo katika maisha. Mtavaa silaha za Mungu. Waefeso nasema mtavaa Waefeso 6:10-13. Mtavaa silaha za Mungu ambapo mama alivaa silaha za Mungu. Alikuwa anatoka kanisani analipa sadaka kanisani na fungu la 10. Nanyi ambapo mnaenda, ingieni kanisani na mtende yale ambayo mama alikuwa anateza, na mbarikiwe. Yesu asifiwe tena. Tunawashukuru kwa kuja kuomboleza pamoja nasi. Mimi nitakachosema venye nilikuja kwa hii boma, mama alinikaribisha vizuri. Naomba tu Mungu amlaze pema peponi. Alafu sina mengi ya kusema. Teddy, Anso, Jerry na Skupa, ninaomba sana mjue Mungu. Make a personal relationship with God. Mungu ndio pila ya kila kitu. Before you do anything, tangulizeni Mungu. Ni hayo tu, mbarikiwe. Asante. Kwanza namshukuru Mungu. Manake bila yeye hakika tungekuwa mahali hapa. So mimi kwa majina naitwa Miss. Mama alinikaribisha na moyo mmoja. Nilimpenda, akanipenda, lakini Mungu akampenda zaidi. Kwa hivyo sina la kusema. Ni maombi. Mimi ni msichana wake. Nikiwa Islet Kai. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe tena. Amen. Asanteni sana kwa kuja kuomboleza na sisi. Tunasema ni njia yetu sisi wote, and we celebrate Mom's legacy and her life. We thank God alitupatia mama akawa na sisi, ingawa ameenda mapema. Ni ile God's will ndio imetendeka. Asanteni. Kwanza namshukuru Mungu. Manake bila yeye hakika tungekuwa mahali hapa. So mimi kwa majina naitwa Miss. Mama alinikaribisha na moyo mmoja. Nilimpenda, akanipenda, lakini Mungu akampenda zaidi. Kwa hivyo sina la kusema. Ni maombi. Mimi ni msichana wake. Nikiwa Islet Kai. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe tena. Amen. Asanteni sana kwa kuja kuomboleza na sisi. Tunasema ni njia yetu sisi wote, and we celebrate Mom's legacy and her life. We thank God alitupatia mama akawa na sisi, ingawa ameenda mapema. Ni ile God's will ndio imetendeka. Asanteni. Yesu izomeni. Amen. Kama izomeni kandi. Amen. Kwa beno very dilande. Kama kwa shule mama Jerry alikuwa anakuja kutembelea. Tunahuzunika sana kupoteza anti kwa mtanga mama kiwa
Kwa naishi huku na ni huzuni sana kupoteza mama. Naomba kanisa mweke familia ya Uncle John kwa maombi, waweze kusimama kwa nguvu na waweze kumili mafu. Asifiwe tena. Ya kwanza ni shukrani kwa wale wameacha kazi yao kuja kutusaidia kuomboleza mama, na tumepoteza hakika, lakini maombi yenu itatusimamisha. Majina ni Betty Zindori. Barikiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Asanteni sana kwa kuja kuomboleza na sisi. We have indeed lost mama ametulea sisi wote, cousins, even us, all my siblings. We have really lost. So tuweke kwa maombi. Thank you. But majina naitwa Melinda Imbira. Bwana asifiwe tena. Mimi natoa shukrani zangu kwa wale wote wamekuja kusimama nasi wakati huu tunaomboleza. Tumepoteza mama ambaye alitulea tangu, yani haja kuwa na ubaguzi, alikuwa anatupenda sisi wote. I remember when I was joining Form 1, mom told me that Geti ama Jackie, vile mnanijua, an educated woman in the society is respected. Enda shule usome, utapata heshima zako kwa society. Indeed, I've lost. I won't judge. I won't say anything else. But the pain of losing a mother has really affected me. So, ivugana cha saraza mukubike muri sara kuri bana wa Florence. Kumita wananga Gertrude, Jacqueline, Musimbi. Santeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mama alikuwa mtu wa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi siku ya leo narudishia Mungu shukrani, kwa maana ni mapenzi yake yametendeka. Kama ni maisha, tulipambana apate maisha, lakini haikuwezekana. Mama hakukuwa na ubaguzi kwa hao watoto wenye wako hapa wote. Na kama ungekuwa unaishi na yeye na ukose, atakwambia tu wewe mbona nitakupiga, na imeisha hivyo. Hajawahi guza mtu na kiboko anachapa, lakini atakuongelesha na atakukansa, alafu mtaelewana. Atakasirika dakika 2, lakini kesha atakwambia wewe wacha hiyo mchezo yako, kuja hapa haraka. Na unakuja, mnaongea na maisha inaendelea mbele. Alitufunza kuwa na heshima. Anakuambia mtu mzima akiongea ufai kujibu. Sisi huwa hatujibu mtu, hata kama ni ngumu kiasi gani. Hatujawahi fungua mdomo kujibizana na wakuu wetu. Mama ametulea, mama ametupeleka shule. Visiting day ikifika unamwambia kuja, atakuja. Lakini kwa hayo yote tunasema asanti kwa ule muda ambayo tumekuwa na yeye. Kwa familia ya John Kai tunaomba tu maombi. Baba yetu yuko hapa, tunaomba maombi, msimame nasi. Hiki kiboko ni kichungu sana, na wakati kiko kwa jirani ni tamu, lakini kwako ndio unasikia ile uchungu. Mimi nashukuru sana wale ambao wametoka mbali wamekuja kuomboleza nasi. Allow me in this protocol to acknowledge my in-laws from Luo Nyanza all the way from Nyakach. Wamekuja, wamefika na hapa kusimama nami ili wanifunge mkanda saa zile ninaomboleza mama yangu. Mimi niko na huzuni, lakini Mungu atasimama nasi. Ni hayo tu, Mungu aweze kuwabariki. Ningependa tu mahali wako wameketi pale wasimame tu na wawave, wainue tu mkono. Wote mahali wa huko Jothuru wa untiere. To kuchungu fane anyola na mondo gingeni kama antiere jinitiere. Fauru kama hawa ni watu wote wamenifuata kutoka Nyakach, Kisumu County. Tunaishi na wao vizuri, ndio maana unaona ni wamekuja. Asanteni sana na Mungu aweze kuwabariki.
madhabahu ya siku ya leo, madhabahu yetu ya PAG, familia ya bakizunga badede, abageni bose bazikoko na malika ga mama, muteba mirembe mwita Yesu, mirembe bose, mirembe ya mama Florence. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikisimama hivi nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu imekuwa mapenzi yake kufanana jinsi tunavyofanana hivi. Hakuna yule alijua kwamba mwezi wa 5 tarehe kama ya leo tutakuwa tunaomboleza mama yetu Florence, lakini Mungu alijua. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa yale mazuri ambayo ametutendea. Wakati tulisikia huzuni, wakati tulisikia mama Florence ametuaga, tulilia, tuliomboleza, tulikata mengi, lakini Mungu atusamehe. Mimi naitwa Grace Ngosia nade kambaka paras. Mesikia dadangu akiongea Kijaluo, siasi na nyakulaga yulo kaparas yano nalanga ngaba kaparas bakarule libao wose sinjira mwize mukese ko libukalira mama ninda bashiriki banje bose bala mo banje bose karibu mwize mukese ko libukalira mai wanje alafu esie na malira kulakaya. Karibuni sana bandu banje bo kulo libao na nibasangarire sana abari nabanje eri bugana lyanje wala stakwa zama kono ikulu ala wala bakendo mundu mula nomba babiri babola ko teri kubalala le kutya kwikalaso wala bakukosele asante just well mubano rebozi nabalai asante aya wala bakendo mundu mula nomba babiri balakaya kumshere. Madhabahu ya siku ya leo, waombolezaji wote, Bwana Yesu asifiwe, asifiwe Mwokozi. Sisi tumetoka Lugari, tunaishi na msichana Grace. Nimekuja tu kwa kupatana pamoja nanyi kumwambia pole mpoteza mama. Grace, mimi nikiwa mke mwenza wake mkubwa kwa ile boma na ya mdogo. Kwa hivyo Grace pole na wote poleni. Anayefuata ndiye mume ameoa Grace, atasalamia tu alafu aenda akae. Wakristo wapenzi, washiriki, papa mrembe handi, papa mrembe senja, mrembe senje, asante washiriki, mrembe jo mwami, mrembe handi. Asante. Na mimi naitwa Ben Ruko Shem. Mimi ndio kijana mkubwa kwa hiyo familia, na wazee walienda wakatuachia hao vijana, tunajaribu kuwaongoza. Nataka kusema hivi, mama Florence mimi nilisoma na yeye, alikuwa mbaya sana, na ubaya wenyewe nataka niseme because many people wamekuja hapa wanasema Florence ni mzuri, si ndio? Lakini mimi nasema Florence alikuwa mbaya sana. Ubaya wenyewe nitasema siku ya leo. Mama anayemzaa alikuwa anaitwa Susan Kadenyaka. Alikuja kwa shule yetu na akaja na wasichana wawili. Na wasichana wawili, mmoja alikuwa anaitwa Queen. Huyu Queen ndio huyu tunaomboleza siku ya leo. Ubaya wake alikuwa mwerevu sana kwa darasa. Sasa alifanya sisi tukachapwa viboko sana. Ndio kwa maana nasema alikuwa mbaya. Lakini kwa uzuri na ama kwa socially, she was a very good girl. Wakati tulikuwa tunasoma, walimu walikuwa wamempenda kwa maana alikuwa anajibu maswali speed, alafu sisi tunachapwa viboko, na ikaendelea hivyo mpaka akaenda secondary school. Tumekuwa na sijawahi kumuona tangu wakati huo. Kuna wakati alikuja matanga nyumbani, lakini sikuwa wakati huo. Lakini nataka kusema Mungu ailase roho yake mahali pema, na vile Biblia inasema ati matendo yako itambatana na wewe
basi wacha matendo yake yambatane na yeye penye anaenda. But one day I know we shall meet. If she has gone in Christ, one day we shall do what? We shall meet, because the Bible tells us so. Amen. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo tena. Mimi Mama Florence alinilea. Mama huyu amenisaidia sana. Nikitoka Lugari nikiingia kwa mlango, niende nimsalamia, anasema Grace wakadoka. Yumwene wibanga. Sumama wibangaza. Najipanga nakaa na yeye narudi. Mama amenisaidia katika maisha yangu sana. Kuna wakati nilikuwa hospitalini vibaya sana. Niliona Mama Florence anakuja. Mama Florence alikuja na marehemu Elena. Wakati niliwaona, niliamka nikapona. Mama alinitia moyo. Akaniambia Grace urabuka, urahona urasosa, ndabana ene sosa. Mama Florence yamana hango hangi handadeka. Mama Florence yamana bana bange. Mama Florence aingola mangana manyingi. Last year nilikuja hapa mwezi wa 9. Nikamwambia mama niko theology na nimelemewa. Akaniambia umelemewa nini? Nikamwambia nimelemewa fee. Akaniambia ngapi? Nikamwambia karibu 20. Akaniambia what is 20,000 Grace? Can you communicate? Nikamwambia nimejaribu mama. Akaniambia jaribu. Zenye zimebaki nitakutumia. Mama alinitumia pesa last year. Nataka nishukuru Mama Alice. Alikuja kwa niaba ya Mama Kaimos akanivalisha maua ya mama. Na akapiga picha akamwambia mama Grace wako ndio huyu. Nilirudi Januari hapa kwa Boma. Nikapata mama. Tukakaa na mama. Eunice akaniambia Grace vile umeingia hivi, wacha mimi niende kanisa ubaki na mama. Nikamwambia sawa, tukabaki na mama na Anso na mke wa Anso, tulikaa nao vizuri. Nikapika lunch nikamwambia mama wacha niende, akaniambia sawa, zia nuzika ande. Nzira na mama nalwale, mama hao yakakuza, mamange Florence, mamange la Imana, mamange la maisha gange, mamange la mana nindo Lugari bujiri transport, nindo chimba mama mbeza transport zira na lengo. Mama ugende burahi, mama kwa kuhilia wali yange, ogene ni mirembe. Bena bakana vitu, bukutura shigalagala. We lost my mom last year. Mama alinisupport. My brother huyu na rafiki yake walikuja pia hao kunifunga mkanda wakati nilikuwa nalia kifo cha mama. Na hawa dada zangu simameni. Wakasema pia sisi tukuje tufunge Grace mkanda kwa sababu pia naye amepoteza mama. Jerry, hawa ni dada zangu wamekuja kutufariji. Kwa hivyo mimi ni msichana wa mama. Najivunia Mama Florence. Najivunia Mama Florence. Najivunia Mama Florence. Abakana vitu, abalali vitu, kuhambane, kokoreko kende hala, kuli mama ya gendanga. Noro risimu ya Grace, noro na Grace unifurahie. Ilbini mama, bile mama alikuwa ananifurahia. Kwa hivyo nasema asante, Mungu awabariki na Mungu atulinde. Mtuombee maombi mahali hapa ili pengo lenye mama amewacha likazidi kuzibwa. Mungu awabariki sana. Asanteni. Niko na watoto wangu. Huyo kijana anapiga keyboard ni third born wangu. Simama tu wave. Kuna mwingine hapo pale. Simama tu wave. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi nashukuru mama amekuwa mwema kwangu. Asante kwa kunichukua jinsi ulivyonipata, ukanipa mwavuli wa maisha. Nashukuru sana. Siku ya leo nakupa maua ndani ya maisha yangu. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord once again. Amen. Thank you so much for coming today. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. So just before I say something, I'd like to welcome Mama Mary to say something. Abikali Marigaga Florence Nibuga na PhD. Amjambo tena. Nimefurahia, sijafurahia sana lakini tutafanya aje. Sisi wote tunaelekea njia moja. Hatuna kitu tunaweza kusema. Na huyu Florence hakuna yenye sijui juu yake.
Florence tumefanya naye, mimi nilikuwa manager wake wa kazi. Tulikuwa tunafanya, mimi ndio nilikuwa nasimamia kazi yake. Everything, jina, hata nikisema Mwauda amekufa wanafikiri ni mimi. Hawakumjua sana, ni mimi ndio walijua. Everything iwe license nini ni mimi ndio wanapitia. Hata juzi amenituma huko ninunue vitu nipeleke huko. Na Florence hawezi akakuacha. Unaona roho safi, mmeona vile msichana wake ameipa roho takatifu ikaingia ndani ya watu. She was a Christian and clean heart. Amesaidia wengi, mimi najua. Ame educate watoto wengi. Wenye si wake. Hata mimi amenisaidia sana. Akinituma paka hawezi kukosa kunipatia kitu. Paka anipatie. Nimepoteza rafiki. Hata niko na rafiki hapa nilimwambia nyinyi marafiki lakini hamwezi kuwa kama Florence. Siri yake yote najua. Kunificha kitu. Na huyu mtoto mnaita Teddy huyu. Teddy unajua ni mtoto mpole, si kama Jerry. Jerry unajua ni kila mtu, lakini si mtoto mbaya. Yeye ni mtu yani with a few words. Lakini Jerry, mama ulikuwa ukimtumia hata 20,000 ataniambia, lakini saa hii chunga mzee. Asikuombe, asikie tu simu kitu inaingia ndani. Umesikia? Pia wewe ukimsaidia hata watoto wako pia wewe watakusaidia. Unajua ukiwacha mzazi pia wewe watoto watakuwa baraka inatoka kwa mzazi. Haitoki kwa mtu mwingine. Unajua Jerry si mtu wa mambo mengi, si kama huyo. Sasa Jerry unajua yeye anapenda kila mtu, anaongea kila mtu, lakini yeye unajua ni mtu mwenye quiet. Unajua kila mtu na kipawa yake. Huwezi kuchukua kipawa ya mtu mwingine. Ni ngumu sana. Tena Florence namshukuru. Alinipatia dada yake. Na huyo dada yake amelinda boma yetu vile Florence alilinda hapa Kisangura. Ni watu wa roho mzuri wa kusaidia, amejenga mji wetu. Anaitwa Emi Ebu, simama wa kuangalie. Nikikosa kitu hiyo hawezi akaninyima vile Florence alikuwa. Na niko hebu simameni Mwauda, wafanyikazi wa Florence Mwauda muwave, msalamie. Ndio hao, hata Jeni ako hapo. Wewe tumefanya naye kazi, Mungu amweke mali. Indiria simama. Sisi ndio tulikuwa tunatembea na Florence Kisoko wapi? Tunanunua huko mashamba. Uko wapi? Indiria come. Rafiki ya mama mkubwa sana. Tumefanya mengi sana. Nilitafuta namba yake ya simu nimpigie lakini sikuwa nampata. Sawa. Endelea. Mama ongea Indiria. Asiseme jina, nimefanya mengi na Florence. Halo. Tumbe yake lakini Mungu amemchukua mbele yangu kwa vile hata mimi ni mgonjwa. Mnajua mimi naishi mbali. Natoka Busia. Mtoto Skopa ndiye aliniongelesha akaniambia tangu akufe hata mimi ni mgonjwa. She has been my best friend and you know that. Watoto mkae kama mama, kaa kama mama. Mungu aweke tu pahali patakatifu Florence. Vile watu wameongea nimesikia, that is how Florence was. Familia yake ikae kama yetu. Familia watoto wakai wa Florence. Na waomba huyu mama ni kutoka Idaho lakini amenunua shamba Busia na mnajua hata niko huko na Florence Busia. Mnajua. Mungu abariki. Bila kusimama hapa niongee ningekuwa mgonjwa zaidi. Kwa vile nimeingia nimechelewa, kwa vile ni hapa ni mbali kutoka kwa barabara, sikujua wamefanyia kwa shule wapi, nimetafuta. Poleni sana familia, Florence ametuacha. She has been a very good friend for more than 40 years.
Wakati nilimjua alikuwa bado anazaa watoto tu, ameingia tu ni mdogo, mpaka amekuwa mama na watoto wamekuwa wazee, na tumeishi pamoja, tumekula pamoja, muishi hivyo. Florence ni mama kuunganisha watu. Kai watoto wako na wa Florence, mukae na upendo. Amen. Na mjenge jina la Florence. Thank you. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Praise the Lord once again. Amen. Yes. Mom was a beautiful soul, but heaven has gained an angel. Mom was the most joyful person I've ever seen. Mom was everything you needed in a mother, and even much more. Mom was a great grandmother. Mom was a great friend. Mom was a great confidant. But in all this, we give thanks to the Lord. It is the will of the Lord. Yes. And today is a beautiful day that the Lord has made. Sure. Let us rejoice and be glad in it. Bless. Mom, heaven has gained an angel. Sure. Goodbye, Mom. Fare thee well. We love you. We'll miss you. Powerful. Thank you. Powerful. Rwemburi. Mtoto wa Daudi. Mrembe boss. Mama tulimpenda but Mungu amemchukua. Kugoraza mkubiki mulisara sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Albert Lubare. As we grieve her lost soul, tunaomba that stay protected. Sure. Amen. Okay, now back. Uche. Ukikuduka sasa sita. Anyway, so much has been said. I will not say much. I will just say my names. Lloyd Kahi. Amen. Thank you. Kanisa letu la PAG, wageni wetu, marafiki, na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo tena. Mingi yameshasemwa kuhusu mama, sitarudia ambacho wengine wamesema, lakini ni vile mmesikia mama alikuwa mama wa watoto wengi. Mmeona tuko wengi, hata tukiita wote hatutatoshea. Mama tena alikuwa anapenda wageni. Kuna siku ambayo tumekaa nyumbani bila wageni. Sasa kwa wageni wote leo, karibuni sana, tunawakaribisha nyumbani. Na kwa kanisa muendelee kutuweka kwa maombi, mimi na ndugu zangu zote hapa. Asanteni. Nilipatiwa ujumbe, kuna marafiki wa mama ambao walikuwa nafanya nao kazi kwa county. Kama mko mahali popote, mnaweza simama mkuje mtusalamia. Watawe Jerry. Wako wapi? Wako wapi wafanyakazi wa Flow? Watu ambao wanafanya nao kazi. Wako wapi? Wako wapi? Okay. Kanisa la PAG, waombolezaji, familia ya mama Florence na wale wote ambao wamehudhuria, hamjambo? Hamjambo tena. Niliona mpaka nisimame niseme kitu juu ya mama Florence. Mimi kwa majina ni Eston Havisa, kwetu ni Mlundu hapa, na hapo awali nilikuwa principal wa shule hii, na tulifanya kazi na mama Florence, yeye akiwa chair lady wa board of governors. Nataka kusema mama Florence alikuwa shujaa, alikuwa mtu mtulivu, mtu mwenye anajua kile kinatakikana na uongozi. Hapa kulikuwa na kivumbi kikubwa, hata watu wakubwa
ambao ulifikiri watakuongoza muende pahali hamngeweza enda, lakini wakati Mama Florence aliteuliwa kuwa chair lady wa shule hii pamoja na marehemu Mama Tafroza Ichamina, kivumbi kilitulia na ndio tukaanza kujenga hii shule. Hapa mnapokaa ilikuwa mawe kama yale yako Kilimani huko, lakini pamoja tulifanya kazi ya kuziba, kuweka mchanga, kuitisha wanafunzi na kujenga haya madarasa ambayo mnaona, mpaka hata tukawa na wanafunzi wengi ambao wameenda university, na hata sasa kuna walimu ambao ni wa kizao cha Kisangula Secondary School. Kwa hivyo nashukuru, alifanya kazi nzuri, na wale watu wa Kisangula, tafadhali mjaribu mpanue shule. Tulikuwa tumepanga tuipanue hadi barabarani huko, na tukawa tumezungumuza na majirani, na vile tulitoka sijui iliendea wapi. Kwa hivyo tafadhali mufanye hima ili tujenge shule iwe kubwa. Kwa hayo machache, asante. Amen. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwanza ningependa kumwambia mume wa Florence pole John, na watoto wa Florence ningependa kuambia poleni kwa kupoteza mama. Mama Florence tulifanya na yeye kazi kwa Public Works Kisumu kwa muda, alikuwa tena rafiki yangu. Nami nashukuru kwa ile miaka Mungu alimtea akakuwa pamoja nasi. Na Mungu aweke roho yake pahali pake pema. Nilikuwa na bahati, nilienda kumuona kabla hajaaga. Saturday nilikuwa na yeye hapo, akaniorganize akaniita Gladys. Nikasema Florence atapona. Lakini nilipokuwa naenda kumuona on Tuesday nikasikia ashaaga. Kwa hivyo nasema tu Mama Florence, enda na amani. Mungu akuweke pahali pema alipokuandalia. Asante ni wote. Kwa jina naitwa Gladys Madete. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Poleni kwa yote. Florence ni aunti yangu pia, alikuwa mkubwa wangu huko Kisumu. Mimi na Gladys tuliweza kumuona hiyo siku ya Jumamosi, tukampata kwa hospitali huko Maxcure, tukamsalimia, tukaona hali yake ataweza kuwa vizuri kwa sababu alikuwa ametoka HDU. Lakini kwa yote Mungu ndio muweza, na muweke familia kwa maombi. Sisi kwetu ni hapa chini Simboi, na tulihama na tumekuwa na wakina Teddy Kisumu tukifanya kazi na mama, na Mungu aiweke roho yake mahali ambapo ameandalia. Majina ni Masia Siligwa. Kanisa na familia ya Florence nikasema mjambo. Mjambo tena. Mimi nilifanya na Florence kwa muda mrefu nikiwa Kakamega Ministry of Housing, na alikuwa mama shujaa, mama mzuri, alikuwa anapenda kila mtu. Nasema safari yake iwe njema, sisi wote tuko njiani. Tukutana siku moja. Ni watu mbarikiwe. Kwa majina naitwa Andrew Gabala, naishi Lugano. Amen. Wajukuu. Ujeni haraka. Wajukuu wakikuja, kila wakati nilikuwa nikikuja kuona mama, nikipata nafasi kutoka kazini nilifika tu, alafu mama anasema Jerry, much more than a mother figure. She was their mentor, counselor, encourager, and a source of comfort. Florence had abundant kindness which knew no boundaries. She was very generous, and she guided her children accordingly. My journey with Florence began humbly in Kitale in 1984, before life led us to Thika, Kisumu, and then Thika, and later on to Vihiga here, which is now our home.
all through those movements and sessions, Florence remained steadfast, resilient, and purposeful. She believed deeply in education, family, and the social service. So after Florence graduated from the University of Nairobi in 1984 with a bachelor's degree in land economics, she started her civil service career in Nyeri as a district maintenance surveyor before she was transferred to Thika, Kiambu, which is in Thika, later on to Vihiga, Kakamega, then Kisumu, Ministry of Public Works headquarters in Nairobi, before being transferred to Homa Bay. In all those stations, Florence distinguished herself through professionalism, dignity, and commitment to duty. She never wavered. She liked her job. She was committed. Florence earned the respect of her workmates, admiration of her friends, and appreciation from the community she diligently served. Florence was a visionary and hard-working woman. She believed true success was not by the titles one held or the possessions one had, but the lives she touched, the lives you helped uplift. Even after her retirement in late 2019, she continued to nurture dreams for her family and the community. She was deeply involved in the lives of her children, caring for them, encouraging them, and giving them unconditional love. As a wife, Florence stood by my side faithfully and steadfast for 46 years. She was my advisor, my counselor, my confidant, my biggest supporter, and my biggest encourager. Together, we founded a family built on love, respect, commitment, and perseverance. Although Florence is not with us today, she still lives, her values still lives after her. We remember and we will continue to remember the lives Florence touched, the lessons she taught, and the values she planted in us. Today, we mourn the loss of a very remarkable woman, mother, wife, community member, but take solace in the knowledge that her life was a life of purpose, dignity, commitment, and fulfillment. Though Florence is not in our sight today, we know her memories will stay with us for the rest of our life. Florence leaves behind not only her children as orphans, but many others, and especially even in the community.
Florence, my dear Florence, go well. You fought a good fight. You finished the race. You kept the faith. May God rest your soul in eternal peace. May our good God rest the soul of Florence, bless her family, and bless all of you. Thank you very much to all of you for coming to share with us our last respects for my dear wife, the mother of my children, a community leader, and a committed family member. Thank you very much. God bless you. Haleluya. Ni mmoja tu amelala siku ya leo ambaye tuko naye hapa. Na sisi wengine tungali na uhai. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hiyo nakuandaa kwamba nilete mnenaji wa siku ya leo, alete neno lake Mwenyezi Mungu. Tuone Mungu akibariki watu wake, Mungu akiinua kanisa, Mungu akitembea ndani ya mkutano, tuone Mungu akitenda yaliyo mema. Bwana Yesu na atukuzwe. Sema amen. Sema amen. Nisaidie kuleta mnenaji wa siku ya leo. Weka makofi ya pamoja. Na hapo mleta mnenaji wa siku ya leo. Karibu sana mchungaji. Makofi jameni. Karibu sana. Amen. Askofu mwangalizi wa wilaya hii pamoja na wachungaji na wengine wote tusalimiane katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anjeliza ku Yesu izomenywe. Tunaishi nyakati za mwisho, watu tuwe tayari, unaweza enda wakati wowote. Sababu tunaomboleza mchungaji mwenzetu ambaye alikuwa rafiki yangu. Jana tukiwa na yeye tukipanga mipango, sikuwa nimejua ataenda. Imenifunza kwamba tuko tayari, tujiandae tayari, anytime unaweza toka na uende. Bwana Yesu asifiwe. Sindae nda moyo gwange inze subira kweli mui nyumba ya dada wange kweli bomenyo nuhu nyingi sindaenda moyo gwange inze subira kunyasaye mui nyumba ya dada wange kweli bomenyo jimba kuibe nuhu nyingi kweli mukiba chobogeni kinumbitanga inze bomenyo wange bosi nijebo bobege wanyasaye mukibara chobogeni kinu kobesa bageni kobeta omenyo wange bosi nijebo bobege wanyasaye Yesu ne sira yo mwiguru yeri gari neriba moyo siabeho uduga kudada anareki Yesu Kristo Yesu ne sira yeri gari neriba moyo siabeho uduga kudada onareki Yesu Kristo mukiba chobogeni kino kobesa bageni kobeta amen niba mama Florence yakuzia bangatiaga bakuzia kwa bageni asaye mukibara kino mbitanga wele bomenyo wange bosi bobega. Tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 26. Neno la Mungu linaniambia adui wa mwisho atakaye batilishwa ni mauti. Adui wa mwisho atakaye batilishwa ni mauti.
Moliza simoliza kusare. Mukibara chobogeni kinu betanga kweli bomenyo. Funga macho yako tuombe. Si bobobe mukibara chobogeni betanga uza kurimbuza meno wange bosi. Baba wetu mfalme, katika jina la Yesu na kuinua na kutukuza, nasema ni asante. Neno limesoma mfalme, ajabu na likabidhi mikononi mwako. Takawaenda kusikiza mfalme, ajabu zilikuinua. Watende mema, maana wewe ni mfalme. Anaenda mkononi mwako, mpake mafuta toka juu mbinguni. Vunje ngome za giza Baba, katika jina la Yesu. Watu wasiotaka neno katika jina la Yesu kaweze kushindwa. Umuinue, maana wewe ni Ebeneza. Sifa na shukrani zikurudie katika jina la Yesu na maana kuamini. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Takumsalimia aliye karibu na wewe, mwambie karibu kwa neno la Mungu, kwa sababu neno litadumu milele na milele, lakini maisha ya mwanadamu ni mafupi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo kuu ambalo naenda kulizungumzia ni mauti ama kifo. Kifo kinapofika kwa mwanadamu ni kichungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kifo kinapofika kwa mwanadamu kina machungu. Wale ambao wangali hai wanasikia uchungu. Lakini nataka nizungumzie kwa aina tatu za kifo. Kifo cha kwanza ni wakati ambapo moyo unatoka ndani ya mwili wa mwanadamu. Jinsi ambavyo moyo umetoka ndani ya mwili wa mama wetu Florence. Kwa sababu tumekuwa pamoja na yeye, tumekaa na yeye, tumefanya kila shughuli akiwa bado angali na nafsi, angali na moyo ambao bado unapumua. Lakini ulipotoka ikaonekana kifo kimepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu huwa wanasema sisi wote tutakufa. Na ili kweli watu wote wataishi hapa duniani. Kuna wakati ambapo mwili huu, roho iliyo ndani mwako itaondoka na mwili utabaki. Tutafanya hizi shughuli ambazo tunafanya kwa ajili ya mwili wa Florence, na hiyo itakuwa ni kifo. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu izomenye. Na inapofika ndani ya jamii, yani kila mtu anakuwa confused, anakosa kuelewa ni nini atafanya. Ni kwa sababu yule ambao walikuwa wanampenda wanakaa na yeye ametoweka na hataonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli akionekana, hata kama ulikuwa unampenda hautakuwa na amani. Hapana, kwa sababu ameshaenda. Roho ilitoka ndani mwake na akaenda. Hiyo ndio kifo cha kwanza ambacho tunakipata katika neno la Mungu. Inasema ni wakati ambapo roho inapomtoka mwanadamu na mwili inabaki. Na hii inamaanisha kwamba hatujui wakati ambapo tutaondoka. Wakati ambapo unadhani kwamba bado unaishi na kumbe ndio unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza kinasema wakati wangu kufikia imefika. Maybe watu tungalikuwa tunafanya vitu fulani, ilikuwa mnajiandaa ukijua unaenda kukufa, lakini Mungu alishikilia kifo mikononi mwake, akaficha mwanadamu akawaita. Yeye mwenyewe ndiye anayejua siku ya kuondoka kwa mtu. Ninachojua ni kwamba mama huyu amekuwa mshiriki wangu na amekonjeka kwa muda mrefu. Kama ni wanadamu alitaka aondoke, atalitoka wakati kitambo, lakini Mungu aliandaa wakati wake, akasema huu ndio wakati wa mama Florence akapumzike. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi kama mchungaji ninashuhudia mama Florence anapumzika. Huyo ataurithi ufalme wa mbinguni kwa sababu nilimuona na macho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema wachungaji watakuja kutoa hesabu. Mimi niko mmoja kwa wachungaji ambao watatoa hesabu ya mama Florence. Sasa hii Reverend Kigarame pia atatoa hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kifo cha kwanza. Kifo cha pili, unapokufa kiroho, maisha yako yatakuwa salama kwa maisha ya pili. Maana kifo cha kwanza ambacho mama ame-experience, kuna
maisha mengine ambayo watayaona, lakini hii ya kiroho, kama utakufa maisha katika karne ya kiroho umekufa, yale maisha ambayo unakuja kuyaona baadaye hayatakuwa salama. Sio kanisa ambalo Mungu ameliweka mahali hapa. Ni ombi la moyo wangu tuhakikishe maisha yetu ya kiroho iko salama, hatujakufa ndani ya roho zetu. Ni kwa sababu roho yake ilikufa, alikufa spiritually. Bwana Yesu asifiwe. Spiritually ilikufa, ile upendo wa Kristo unakutoka. Lakini ukiwa hai katika moyo, roho yako iko hai, spiritually you are alive, lazima utagundua upendo wa Kristo. Na akasema tupendane sisi wenyewe kwa wenyewe, itabidi upende yule mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu isomine. Mtu aliyekufa kiroho akisikia mwingine anainuliwa anasikia kinyongo, ni kwa sababu kiroho alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu isomine. Mtu aliyekufa kiroho wengine wakihangaika ni sherehe kwake, kwa sababu alikufa kiroho. Spiritually alikufa. Na nataka niwaambie kanisa ambalo Mungu ameliweka mahali hapa, ukisikia mwenzako anabarikiwa na unasikia kinyongo, hautawahi barikiwa ndani ya maisha yako. Ukisikia wengine wanaendesha magari na wewe unasikia kinyongo, hautawahi endesha gari ndani ya maisha yako. Ukitaka uendeshe gari, furahia unaposikia wengine wanaendesha gari. Furahia unaposikia wengine wanajenga majumba. Furahia unaposikia mwingine ameoleka. Furahia unaposikia harusi inafanyika. Lakini ukisikia kinyongo, wewe hutawahi fanya harusi, utaishi maisha ya taabu na hata jehanamu utakwenda. Wamefanyia chuki. Yaani hao watu wanashiriki kanisa moja lakini hawapendani. Mungu atusaidie wa mama. Wachungaji, Mungu atusaidie. Tupendane kama ndugu kwa ndugu. Tuishi kama ndugu kwa ndugu. Tusaidiane kama ndugu kwa ndugu. Usimchine mwenzako kwa sababu mwishowe maisha yako yataangamia na utaishia jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Laiti Mungu angalileta kitu kimulike mioyo za watu. Kimulike mioyo za watu, mungeliona maajabu. Mtu tu ni mzuri sura, anavaa vizuri kama pasta, lakini moyo ni chafu. Wengine wanakusalamia na busu, wanasema tuko na wewe. Ukisha kuwapiga mgongo, yale ambao wanasema ni maneno ambao hata huwezi sikia. Na this guy ameokoka, anasema Yesu ni Bwana. Hiyo ulikufa kiroho. Maisha yako ya roho yalikufa kitambo. Maybe unangojea tu maziko yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu isomeni. Na ukitaka kumalizana na hao watu vizuri, watu waliokoka, kama Mungu amekubariki, tangaza baraka zako. Bwana Yesu isomeni. Mungu akikubariki, tangaza baraka zako. Wacha watu wajue umebarikiwa. Kama Mungu amekuinua, wacha watu wajue umeinuliwa. Wakati mwingine usifiche baraka zako, kwa sababu Mungu amekubariki amalize maadui zako. Kuna maadui wanamaliza unapobarikiwa. Yaani wakiona unavaa vizuri wanaemerepika. Na wanapokadhapika matumbo zinawauma. Na wanapouma na matumbo wanakonda. Wakati mwingine wewe tangaza baraka zako ili maadui waendelee kukonda. Haleluya! Tangaza baraka zako ili maadui wazidi kukonda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Mungu akikuinua anataka kuaibisha maadui zako. Wacha kuficha baraka zenye Mungu amekubariki nazo. Kuna mama wengine wakuroze ngobindai, unatungo mzuri, uwezi vaa. Unangoja matanga kama haya unavaa. Hata ukiwa kule nyumbani kaa na nguo very smart, ili watu wajue kila mara wewe uko very smart. Umebarikiwa na Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwami Yesu isomeni. Amen. Ukibarikiwa kula vizuri, maisha ni mafupi. Hana kuhangaika na maisha, na maisha ni mafupi. Hii muda yote yenye Mungu amekupatia, kula vizuri. Tupu na Mungu amekubariki. Mungu amekubariki na chakula, unashinda njaa. Yaani unajinyima hata paka wewe mwenyewe. Wakati mwingine mimi niligundua jambo moja, wakati Mungu anakubariki, anataka kuaibisha maadui zako.
na maadui kuaibika. Wacha baraka zako maadui wazione, wacha wajua wewe ni mbarikiwa. Tembea kama mbarikiwa, ishi kama mbarikiwa, kula kama mbarikiwa, ishi maisha ya mbarikiwa. Maadui wajua umebarikiwa. Amen. Tena ficha baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Na hao wenye chuki, hao ndio walikufa kitambo. Na si maajabu ni mama kanisa, si maajabu ni mzee wa kanisa, si maajabu ni mtu ambaye anahubiri injili, ati ni pastor. Ulikufa kiroho. Naona Mungu akifanya kazi kubwa sana siku ya kiyama. Hicho ni kifo cha pili, si ndio? Wacha niseme cha tatu tumalize. Wacha niseme cha tatu tumalize, kwa sababu muda hauko pamoja nasi. Kifo cha mwisho kitakuja siku ya hukumu. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21 verse 8 inasema wauaji, waoga, wanini au wenye vitina na roho chafu na hata wazinzi wote, Biblia inasema watawekwa katika ziwa liwakalo moto, na huo utakuwa mauti ya pili na itakuwa mauti ya mwisho. Kanisa ambalo Mungu ameliweka hapa kwa ajili ya Mama Florence, tuepuke hicho kifo cha mwisho, kwa sababu hapo hakuna kuamka tena, haitakuwa na reverse. Lakini kama uishi maisha ambayo ni mazuri, wakati wengine watakuwa wanakufa hicho kifo cha pili, wewe utabaki unaishi na utaishi milele. Ni kwa sababu umeepukana na kifo cha pili. Bwana Yesu asifiwe. Mami Yesu izomine. Ile mauti ya pili utakuwa umeepukana nayo na utaishi salama. Mama ambao mnawamaliza watoto wengine, Jehova anawaangalia polepole na siku zenu zimehesabiwa. Hiyo wakati hautaamuka tena, kwa sababu kitakuwa kifo cha pili na cha mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mami Yesu isomini. Amen. Situishi tu maisha ya utakatifu ambayo inampendeza Mungu. Mimi nikimpendeza Mungu, hata ukinichukia sina shida, kwa sababu upendo wako mimi sioni ukinipatia kitu. Upendo mkuu ambao utakusaidia ni upendo wa Kristo. Hata kama watakukataa na Kristo akupende, yote yako sawa. Hata kama watakuchimbia mashimo na Kristo akupende, atazipa mashimo. Hata kama watatega mitego mbele yako na upendo wa Kristo kwa na wewe, Baba atategua hiyo mitego, utapita salama. Ni kwa sababu unapendwa na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacheni tusijipendekeze kwa wanadamu. Maisha mengine tunaishi kujipendekeza. Wacha kujipendekeza. Usijipendekeze kwa mwanadamu. Ishi maisha ya kupendeza Bwana. Ishi maisha ya kupendeza Mungu. Wacha kujipendekeza hata kwa mume wako. Wewe pendeza Mungu. Mke anayependeza Mungu ataheshimu mume wake, na mume anayependeza Mungu atampenda mke wake, na mume anayependeza Mungu atapenda jamii yake. Atahakikisha analinda jamii yake sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa tulio hapa, wacheni tusipendekeze kwa wanadamu. Wanadamu ni wanadamu, na kesho ni mwanadamu, anabadilika kama mwanadamu. Hata kupenda siku zote. Beta Mungu anipende, wanadamu anikatae. Hata ndani ya uwanja huu mkinikataa wote, ninajua Mungu ananipenda na hiyo imenitosha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha Mungu akupende, kutetee. Wanadamu watakutetea, kesho watakusema. Wanadamu watakusaidia, kesho watakusema. Yes. Wanadamu watakusaidia leo, kesho watakusaidia. Yes. Mara ya tatu watasema tumechoka na wewe. Yes. Lakini Jehova atabaki kuwa na wewe. Yes. Liwe na liwala atasimama na wewe. Amen. Ninaomba ndani ya uwanja huu, wale ambao hatujamjua Kristo, tumjue Kristo Yesu, na Yesu atatuinua. Amen. By the way, watu ambao tunaishi wakati huu, wacha niwaambie siri moja. Wanaheri wale waliokuwa wakale, mababu zetu. Dunia ilikuwa salama. Sasa hii dunia imeharibika. Wale wako na Kristo Yesu wataishi. Wale wako na Kristo watafaulu ndani ya maisha. Lakini wale ambao wamjui Kristo, hata uwe na mali kiasi gani itaporomoka.
Wale ambao wamjui Kristo Yesu, hata uwe na sura nzuri itakuja kuharibiwa. Wale ambao wamjui Kristo Yesu, hata uwe uko na umaarufu gani utaisha, lakini walio na Kristo wataishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu isominywe. Amen. Si mnaona saa hii watu kuwa wengine sio vigumu. Hata tumefika mahali ukisema tu tamu na uwawa. Ukisema one time na uwawa. Ukisimama na huyu watu wanakumaliza. Wapendwa, wacheni tusimame na Kristo Yesu. Na tuombee nchi yetu tuwe na amani. Nilikuwa najiuliza kama saa iko hivyo, what about baada ya 2027? Si Mungu tu atusaidie? Jehova atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mundu nako wale nugarore va makini sana no mundo. Bwana Yesu asifiwe. Insekare ningi biruka ndaroranga mundu kwito mundu bwara budinyi. Na karono karusa bero isi kurumina alimo nono. Si Mungu atusaidie. Lakini kama uko na Mungu, hata kama utajaribu hautakufa, utaishi, kwa sababu Mungu amesema uishi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe katika uwanja huu. Nataka tuombe katika uwanja huu. Ilikuza ya kwaemea Bwana mshukuru kwa ngana Bwana wewe mshukuru wa safe. They are not safe kule. Kanisani kwenye tulikuwa tunafikiria utakimbilia upate amani, hakuna amani huko. Mahali polisi kwenye tulikuwa tunafikiria utakimbilia polisi upate amani, hakuna amani kule. Mahali popote wapendwa, hakuna amani. Amani inapatikana kwa mtu mmoja ambaye ni Mungu peke yake. So ninataka ndani ya uwanja huu tuombe Mungu mwenye amani ashuke ndani ya maisha yetu, atupe amani. Simama mahali ulipo. Mungu mwenye amani atulete amani ya ajabu. Mungu mwenye vita apigane vita dhidi ya maadui zetu. Mungu ambaye anaitwa Mungu wa majeshi asimame na nchi yetu ya Kenya. Mungu wa majeshi asimame na wasomi wetu kule shuleni. Yaani shuleni kuna vituko vinafanyika hata mpaka unashangaa ni nini kinachotendeka ndani ya shule. Wapendwa, inamaanisha kwamba tunaishi nyakati za mwisho, nyakati ambazo ni za hatari. Wapendwa, ni vyema tuhurumie Yesu, tumwambie Yesu atusaidie, ni kwa sababu tunaishi nyakati ambapo kibara chowageni kinombitanga muza kurimbuza kulutawe omeno wangebosi yehuvovele wanashawe ndeye kurogendo rwange isenda shala dada wange amuhe muhonye unde awe mihiga nemihiga ukibara chorogeti kenu. Ninaomba jamii kujeni hapa mbele. Naomba jamii ambao ni mama Florence kujeni hapa mbele. Baba Mwenyezi Mungu, kupitia jina kuu la Yesu Kristo, jina ambalo lina faraja, jina ambalo lina uwezo, jina ambalo lina mamlaka, jina la Yesu ambalo linainua Mwenyezi Mungu walio wadhaifu, linainua wale ambao Bwana wamepitia janga la matanga. Wewe ni mfalme, wewe ni baba wetu. Nainua familia hii mikononi mwako. Ninasambaratisha mipango yote ya mwovu Shetani katika jina lake baada kushindwa. Nafunika jamii na damu ya Yesu. Mzee John na watoto na ukoo wote wanabarikiwa, wanainuliwa. Baba, tuliza mioyo yao. Baba, wape tumaini, wape amani, uwasaidie Jehova, maana bila wewe Mwenyezi Mungu wao ama sisi hatuwezi. Familia ifarijika katika neema ya Bwana, nikivunja mipango yote ya mwovu Shetani na nguvu za giza katika jina lote yapate kushindwa. Jehova, watulize mioyo yao, wape nguvu na uwezo. Roho Mtakatifu awe mfariji mwema ndani ya maisha yao. Jehova, tunasema ni asante. Ni asante Jehova
Ni asante Mfalme, endelea kuwafunga mkanda, kuwapanguza machozi. Roho wa Bwana awe mfariji mwema, wasaidie wanapotoka na wanapoingia. Na ni katika neema kuu ya Yesu nimeomba. Amen. Amen. Iwe mara tena, wewe ni Bwana. Asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako. Tulipoanza ibada ya mama, Jehova alikuwa pamoja nasi. Nimefika Jehova kuingia katika kipindi cha pili na ikabidhi mikononi mwako. Ninakataa roho kuweza kuinuka katika jina la Yesu kapate kushindwa. Hata wanapoenda kutenda kazi Jehova ya mama, Jehova ya kumsindikiza na mkabidhi mchungaji mikononi mwako. Hata pamoja na vijana hawa na wakabidhi mikononi mwa Yesu. Ukawatende mema, wewe ni Bwana. Jehova, najua kwamba kuna wale ambao wanasafiri kwa magari, kuna wale ambao wanasafiri kwa pikipiki, kuna wale ambao wanasafiri kwa miguu. Kawapatia neema ya usafiri, wewe ni Jehova. Ukitenda hivyo utasema ni asante. Na ni katika jina safi la Yesu aliye mkombozi wetu.
Siku zangu zimekoma, kaburi yu tayari kunipokea. Bwana barikani. Baba wetu, katika jina la Yesu, imejua wewe ni Bwana. Umemchukua dada, yuko mikononi mwako. Jehova anapopelekwa, Jehova utakuwa pamoja naye. Nampokea wewe ni Jehova, katika jina safi la Yesu mkombozi wetu. Amen.